Bethel Clouds TV, empowering lives.
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you one thing. Each and every song we do here is a prophetic. Bwana Yesu asifiwe. Usipotembea na Mungu utapigwa tu. Trust me. Usipojifunza kutembea na Mungu utapigwa tu. Hata kama uko innocent, you will face it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri mwimbaji wa nyimbo hii alisema katika safari yangu nitembee na wewe. Alijua ni kwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I want us to do it prophetically. Tembea. Hakuna mtu amekufunga mahali huko. There are some things when you do them prophetically, unafunguliwa hata kama hujui kama unafunguliwa. Pamoja nawe katika safari yangu natembea na wewe. Pamoja na wewe katika safari yangu natembea na wewe. Oh, mali hapa sikutaka ili niheshimiwe na nikute
nataka ureverse. Wamekunenea wiki hii mambo mabaya. Subiri kwanza. Wamekunenea mambo mengi wiki hii. Watesi wako na wachawi. Nataka leo ureverse. Bwana Yesu asifiwe. Ureverse. Reverse. Tutaenda hivyo. Reverse. Mapepo yote. Reverse. Magonjwa yote. Reverse. Uchawi wote. Reverse. Wachawi wote. Reverse. 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 Kurivasi ni kufanya. Sasa unaniangalia na unanionaga huku kila siku. Kurivasi ni kurivasi na mguu prophetically reverse. Usiporivasi watakuunda, watakunyorosa, watakupiga na utapigika. Bwana Yesu asifiwe. Maroho yote
kama kweli haujamsifu Mungu una shida. Tena si ya nguo wala viatu, lakini una shida tu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Leo ndio inaitwa siku ya kutoa stress. Si kwa kilabu, kwa Mungu. Kwa sababu ukizitolea hapa atazichukua. Ukizitolea kwa kilabu unaweza kuishia kupigwa chupa. Bwana Yesu asifiwe. Ama ukalewa ukakosa kujielewa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuende ukambani kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Wasije wakasema sisi tumetengwa na hatujatengewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kama wewe ni mtu wa kusweat, najua umesweat tu. Na wale wanasemaga wanasweatiaga ndani. Bwana Yesu asifiwe. Twende. Nataka kwanza nione kama mnajua kucheza kidogo. Shika gitaa. Wakamba wanachezaga na gitaa. Wanainua, wanaiweka chini. Twende. Unataka kuniambia hata saa hii kukizimwa stima kukue giza hivyo ndio utacheza? Kwa sababu kuna watu ngoja stima zizimwe. Bwana asifiwe. Kuna watu wanangojaga ifanywe nini? Hebu siku moja uko na watu, alafu mko mahali kwenye burudani. Sio kufanya mambo mabaya. Labda kuna muziki unachezwa, alafu ni rumba, alafu jamaa anajifanya ama mwanamke ama dema anajifanya hajui kucheza. Alafu ghafla muziki uimbe, stima ipotee. Alafu irudi bila kusema. Unajua stima inarudi bila kusema. Utajionea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kama uko hapa ni kwa Mungu. Hakuna mtu anakupimia hewa. Fanya vile unafanyaga ukiwa kwa bafu. Unajua kuna waimbaji wazuri kwa bafu. Kwa bafu anaimba mpaka jirani anamuuliza, "Hiyo wimbo nitaipata wapi?" Lakini akija kanisani mstaarabu jamani. Bwana Yesu asifiwe. Jiachie, hakuna mtu anakuuliza. Huwa anasema kwenye kusifu huku kuna magonjwa yanaondokaga bila kusema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Daddy daddy. Daddy daddy. Daddy daddy. Daddy daddy. Daddy daddy. Daddy daddy. Ta 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 ta. 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 Wacha kawaya. Wacha kawaya. Wacha kawaya. Wacha kawaya.
Inua mikono yako juu. Mwambie Bwana niko hapa. Najua kuna watu wiki hii mumejeruhiwa. Wiki hii mumeumizwa. Mioyo imeinama, iko chini. Mwanadamu anaweza akakuumiza sana, lakini Yesu siku zote yuko hapo kwa ajili ya kukufariji na kusikiliza malilio yako. You are special. You are wonderful. You are the King of Kings, the King of Glory. We adore you. We worship you. There is no any other King. There is no any other God apart from you. You live there in the heavens, watching over us. We are humbled and we are here to listen to you. Father, teach us what you want us to learn. Make us understand your ways and live according to your own plan. Let us be your children, faithful children, in all that you teach us. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. You may be seated. Asanteni sana. Thank you for this opportunity that God has given us once again. We are in our third service, heading to our fourth service, ambao ni saa jioni. But I'm happy. I'm happy for you, and I'm happy to see you once again. If somebody can give me a hi, it will be okay. Salimia mtu mwenye yako karibu na wewe, umwambie unabarikiwa na unapendeza. Mwambie unapendeza sana sana sana. Asante. Thank you. God bless you. So last time tulisoma topic gani?
Tuliachia wapi? Yeah? We studied on did we do spiritual gates? Yeah? That is where we are getting to, the spiritual. What are the spiritual gates? Ama what are the gates? Tulisoma kidogo mambo ya gates. Hello? Talk to me. Leo tunataka tuongee. Be a good student. Nataka tuongee, turudishanie, tujibishane. Because this is very crucial. Ni kitu ya muhimu sana kwenu. What we are doing here now. About the gates, the battles of gates. And we are into the battle of gates, the spiritual gate. Which is very important into you. Because you yourself, you are a spirit. Ambia mwenzako, you are a spirit. Therefore, whatever we are talking about, it entails you as a spirit. Now remove. Can I ask you a question? Goria kioria. Hii kichwa ni ya nani? Hiyo macho ni ya nani? Hiyo mdomo ni ya nani? Hiyo ulimi ni ya nani? Ni nini hiyo inasema ni yangu? The spirit. That is what tunataka kuaddress. That spirit that it says ni yangu. The owner of the body you are carrying. Bwana Yesu asifiwe sana. The owner of the body is a spirit. The body is a house. Ni nyumba tu ya house, ya kubeba. Body ni nyumba ya kubeba. The spirit. The spirit is the man. You are a spirit. Kwa hivyo chochote ambacho kina revolve ndani yako, it is the spirit. Whatever you do is spirit. Hata kukaa kwako hapa is very spiritual. That is why you are spirit. Kukua mahali popote is spirit. Don't push things to work. If you have the capacity to understand wewe ni spirit, na kazi yoyote mnafanya hata hapa kanisani ni spirit, ni spiritual, don't push things. God knows why. If you are facing a challenge in life, don't push. God knows why. That is why we say God knows why alichagua kumbeba, kumchukua. Because it is only God who can say what happened. Unaweza kuwa kuna watu wagonjwa sana na hawakufi. Mwingine anagonjeka tu kidogo na anaenda. So it is beyond you. And from there ndio unakuta sasa tunaanza hesabu si ya binadamu. Mtu akikufa, hesabu ya binadamu inaisha. Tunaanza kuogelelea tunaanza kuogelelea mwili. Immediately mwili upelekwe moshari. Mwili upelekwe postmortem. Mwili upelekwe kuzikwa. Mwili upelekwe kaburini. Mwili. Ni kwa nini? What changed? What changed? The spirit departed from you. So you departed from the body that was housing you. Wewe uliachana na ile nyumba ulikuwa unakaa. Sasa umeenda, mwambie mama afuge mdomo. Huyo anavuruta hewa mingi. Bwana asifiwe sana. So whatever that happens kwa maisha yako, it is the spirit. So that was very important to understand this gate. You as a spirit, as a gate. Wewe ni spirit, na wewe bado ni nini? Ni gate that opens challenges, problems, and even victories are opened by you, the spirit, not you, the body. You, the body, is a gate that is easily used by demons or by God. Dunasikia, the spirit is willing, but the body is what? Is not. What is willing? Is it the body or the spirit? The spirit is willing to do good, to live upright, to live righteously, but the body inakataa. Unakuta wale kama sisi tunabiago tunafanya usharati, unakuta ni nini kilikupelekea mpaka ukafanya usharati? Mimi nafanyanga, sometimes I used to do.
Sinawaambia naonaga watoto wangu 25 hapa. Nataka kuniambia ni Ukristo nilikuwa nafanya, si ni usharati? Yes. Nyinyi wazuri najua mjaifanya usharati. Watu wa kuishi biguni kama koki. Si acha kunicorrect. Acha kunicorrect. Bwana Yesu, hata saa hii tunafanya usharati. Nani afanye usharati hapa? Niambie mmoja afanye usharati hapa. Inua mkono kama ufanye usharati. Inua mkono kama ufanyagi usharati. Si unaona? Unani correct nini? What are you trying to correct? We are all fellow people here. Same category. Because nikiendesha gari hapa nimeona mama kuna kakitu kameva hapa, kamefika hapa. Kwenyoka huko. Nilimchukulia nikamwangalia. Hiyo ni nini? Alafu I don't need to sleep with anybody. I don't need to sleep with anybody. Kuna kimwone mesasa hapa mnaniadimaya. Si mnasema katoro daka de hadisem. Na ni mudaka. Ucio ni gwetu taka usharati. Usharati tigukomania nawe. Usharati is gukomania is just a by the way. Usharati tunakuwa tumefanya hata kabla. Nona na udara gogo kado rogo na tumaita tukanyiherera. Ucio ni uwe ndicio twetaka usharati. Magdalene. Usharati si kulala, si ngono. Najua watu wanafikiria ati ngono ndio usharati. Usharati ni venye kwa kiu unanifugia kajicho. Kwa hivyo hapa hakuna mtu ambaye si msharati. Hakuna. Tell me kama be sincere to God. Tell me kama wewe si msharati. Na ni gumu yako ni accuse. Amelala na wanawake wote. Amefanya na sijalala na wewe. Sasa wote una classify wote ni wagani na wewe sijalala na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't sijui ni kwa nini mnataka kunidivert lakini hamtani divert from the topic. What I'm saying wenda kuja heria tondu bale na nogia torwe ya gate na tobetorie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inakuanga triki sana hii. Hata mtu anapohubiri na sahau ulikuwa unahubiri nini. Because it is what that is holding you. And it is what the kingdom that is holding you that stops you from becoming. That it has diverted you, has removed you from the plan of God. Praise be the name of God. And that is why I've chosen to go twende pole kabisa baka kila mtu aelewe. Hallelujah. Hii ni vita. Hii tuko sasa ni vita. Na ndio nasikia hata utasikia vitu vikitokea kila mahali vinatokea hapa because this is what will set you free. Spiritual yani gates are the places of access. Tulisoma hiyo. Gates are places of access. Ni mahali pa kupata mwanya, kupata nafasi, kuingia, kupata upenyo. Gates ni kufunguliwa milango. Ni gates ni mahali pa upenyo. Number 2, gates ni mahali pa transition, kuchange from what you are to another. Bwana Yesu asifiwe sana. Transitioning. Yani for you to transit kutoka level hii kwenda level hii unahitaji mlango, unahitaji gate. Gates, it is a place of control where we control our destinies, where we control our plans, where we control our future. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything that is happening around us, it happens through a gate. To control, to have power, it is a gate. To have authority, ni gate. To have systems around you, ni gate. Kupata upenyo, ni gate. Kutaka kuenda German, kuenda America, ni gate. Lazima upite Kenya pale Jomo Kenyatta, uingie hiyo mlango ndio upate access. Upate passport is a gate. Upate stamp ya Kenya ya nani? Ya nani? Ya immigration, it is a gate. Upate mtu wa ndege kwa mlango ya ndege anaangalia kama huko na nini? Boarding pass, it is a gate. Uingie ndani kule kushuka, the same thing will happen to you. It is a gate. This is access that gives you power, that gives you authority, that makes you move from one level to another level. Bwana Yesu asifiwe sana. And when these things are closed, zikifugika, hakuna mahali unaweza kwenda, hakuna success unaweza kwenda,
hakuna mahali popote in business you cannot be able to achieve. And most of these gates ziko in the family circles. Na ni milango ilifungwa wakati ulizaliwa. Ni milango ilifungwa na nyanya yako. Ni milango ilifungwa na baba yako. Ni milango baba yako alifugiwa. Kwa hivyo baba yako alifugiwa na nyinyi yote kama kuzao umefugiwa. Nitafikisha mawaganu ya wanasema kanini? The iniquities of your fathers and the fathers, it will go up to the 4th and 5th generations. So those are gates. Already mumewekewa kikwazo kwa sababu ya tabia ya guka. The father to your grandfather, kuna mateso, kuna vitu alifanya, kuna vituko alifanya. Tabia hiyo yake ndio inafanya unataabika saizi. It was not your choice kutembea na bakora kama hii. It was not your choice kuwa na mti ya kukuguide. It was not your choice kuwa na mguu moja. It was not your choice kuwa na mkono moja. But a gate prevailed, ikachukua mguu yako. A gate prevailed, ikachukua mkono yako. A gate prevailed, ikachukua sight yako. That is why you cannot be able to see, because there is a gate speaking. There is a gate, because wewe ambaye hauonagi, ukilala na mwanamke hautazaa kipofu. Utazaa mtu anaona. Kwa sababu hatakuwa affected by that gate. So when you are doing businesses and you are bad, business unafanya lakini inakwama, inasimama. Una invest pesa, inakwama. Unaenda unafanya nakula tenda na makaratasi yote inaenda through. Lakini wakati wa kwenda kuaccess hiyo tenda, unasikia kuna kitu kimoja hakikufanyika. Unasemekana tenda yako imekansoliwa. But you are number 1 supposed to have taken the tender. Unasikia you are the one shortlisted for the job. Lakini something somewhere happened na hiyo kazi ikakosa. Lakini ulikuwa na marks nzuri, masomo mazuri, qualification yako ilikuwa number 1, kila kitu you had it. But there is a spiritual gate that is from your family line that is affecting you. And this is why you find kila kitu unafanya kuna misfortune. Si misfortune, ni mlango, ni gate. Unasema kuna mikosi ninapatana nayo. Nimejaribu, mikosi inaingia. Hiyo ni mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hata mimi wakati nilijaribu kuoa mwanamke wa kwanza, maana yule wa kwanza kabisa nilipatana naye ndio angekuwa bibi yangu. Lakini kwa sababu kwetu kuna gate, nikapata wa pili. Gate hiyo ingine na ni gate ya usharati. Ikanitoa kwa mwanamke wa kwanza, ikanipeleka kwa wa pili. Nikatoka kwa wa pili, nikaenda kwa wa tatu. Nikatoka kwa wa tatu, maana ni mlango, ni gate ya usharati. Na hiyo gate ya usharati inakujaga kwa nini? Because inataka kukupelekea to lose a destiny. So gates are where the destinies are determined. It is either you lose your destiny or you get your destiny. Kwa hivyo kuna milango ama gate ambazo ziko kwa familia, ziko kwa maisha yako, ziko mahali huko, lakini hizo gate ndizo zinatumika kufuga maisha yako. Sasa wewe unafikiria ni bahati mbaya. Wewe unafikiria ni karatasi, ulisahau karatasi nyumbani, otherwise wewe ndio ulikuwa qualified. Ulisahau kitambulisho amba ulikuwa umeambiwa ukuje na copy of your ID and the original ID. Sasa unakuja na the copy, unasahau na original. Ama unaenda na original na unakosa nini? Uko kwa embassy na walikuwa nataka nini? A copy, and unakuta unakosa visa kwa sababu a duplicate of your ID. It is not that ni duplicate ilileta shida. Kuna kitu kilichagia ndio usahau na hiyo duplicate, ndio isikue, ndio usiende. Kwa sababu kuna mlango ambayo inakuzuia, hauwezi kuenda. Na ukwenu wamesema hakuna, mizimu ya kwenu imetangaza vita, ikasema hakuna mmoja wa familia hii atafaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ndio laana iingie katika maisha yako, kuna mlango lazima ifunguke. Na hiyo mlango kuna kitu kitachagia mlango hiyo ifunguke. Kuna huyu mtu tunaita Ruben. Ruben aliona baba yake alikuwa kama Dora, ni mtu wa kupenda watu sana. Akamwangalia akaona baba ameenda, ako na wanawake wangapi? Kama 7-8 hivi. What did he do? Alinyemelea mmoja. Na akaenda akamununulia karofu, mama akalala, wakaenda kwa kitanda. Baba akajua. It was a secret thing, supposed to have been a secret, completely secret. Lakini walifanya hiyo
katika mazungumzo secret, katika kila kitu secret, katika kwenda room secret, lakini after they got in the room ikakuwa exposed. That season, that ka point ka exposure ako ndio kanafanyaga hako. Sasa ndio tunakaita kageti hako, ni kuchagia, kalichagia, kalikudanganyiriria, kakakudanganyiriria ndio uingie kwa trap, ndio waweze kukukamata. Sasa Ruben alipokamatwa, baba yake alikasirika, akamwambia Ruben, wewe ndio nguvu yangu, wewe ndio uwezo wangu, wewe ndio akamogana, akapatiana story mzuri yake, lakini akamwambia, kwa sababu ulipanda kitandani yangu, wewe maisha yako yameharibika, maisha yako haitafaulu. From today you will never see light. Utaishi kwenye struggle, utaishi kwenye pain. It took many years down the line. Musa akakuja akaangalia ile shida iko na jamii ya wa Benjamin, walikuwa wanakufa premature death because of one word ya baba. Wewe uliingia kwa kitanda yangu na wewe umelaaniwa, hakuna siku utaona amani, wewe umelaaniwa. Huo ni hiyo, that's a gate. That one word is a gate. Wakati mnaonaga mhubiri kama mimi ninakasirishwa na nyinyi, ama ninaongea vibaya, ama wewe unakuja kwa sababu wewe ni mjuaji, wewe uko na mambo mazuri, unaanza kuhioria hapa gosi, unaenda huko, ukienda kuongea mabaya, you are cursing yourself. You are going to the bed of your father, and you will never see the end of the tunnel. And this is the reason most Christians, more walokole, we are suffering. Because ukiangalia zile makanisa umeenda, umetoka huko kihioria, umetoka huko kiongea vibaya, you have accused a pastor there, you have accused an usher there. Umetoka kanisa ya neno, umekuja kwa Dora, umetoka kwa Dora umekimbia kwa mwingine, umetoka huko kwa wengine, alafu unaenda unapeleka ile makasiriko, maana ulikuwa umekuja hapa maana ulikuwa unataka Dora akuoe. Na kwa sababu Dora amekataa kukuoa, unafanya nini? Unatoka hapa na makasiriko, unaenda kwa bishop mwingine, ama unaenda kwa pastor mwingine. Sasa kule ndio unaenda kutolea makasiriko ya Dora. You are digging your own grave. You better leave it, because any spiritual father, hata kama ni kiwete, hata kama hana nikakichwa tu kamebaki, muheshimu, maana ako na authority. Na hiyo authority ndio tunasema ati gates are the places of access, transition and control. If you are under me, na umekuja umeketi hapa, tumekuwa pamoja, umekuwa sasa mimi na kuhubiria hivyo, na kuhubiria uko chini ya control yangu in the spirit. Kwa hivyo ninaweza kufuga maisha yako ama nikufugulie maisha yako. Uvenye naendaka unakuta kama mtu kametoroka kanisa, kameenda sasa kanaenda kutembea huko, kakipigwa mapicha, kanataka uone venye umeendelea. Wacha nikwambie, kama kuna siku umechimba kaburi yako, never ever do anything ya kutaka ni kama unakejeli yule mtu ulikuwa chini yake. Usijaribu, maana nimeona unanitisha, unataka kunionyesha wewe ni nani, unanirigia, unataka kunionyesha wewe nini, alafu unaenda kwa wanawake wako, unaenda unawatumia kunitukana, ama unaenda kwa wanaume wako, unawatumia kutukana the spiritual person that is you are under, ama unafanya kejeli, unaandika ka message zile tunaandikaga, anamwambia go to hell. Wacha nikwambie, you will need a man of God of the caliber of Moses kukuvugua. This is what happened to Reuben. Aliishi, wakaishi jamii, the entire community walikuwa nakufa kila siku, wanakufa until Moses many years down the line akakuja kusema namna gani Reuben na aishi, aliwahurumia. Lakini Musa na yeye walilaaniwa, familia ya Lewi na wanani, Simeoni na Lewi, because walikuwa na hasira. Hakupata mtu in the line of that family ambao si wa Levi, ama angepata mtu wa Juda, ama apate mtu wa Reuben, ama mtu mwingine amunene na yeye. Hakupatana na yeye. Kwa hivyo nini ilimaliza? Ile laana ya hasira. Mlango ule ulifunguliwa na Juda. Hiyo laana ya hasira ndio ilikula Musa. Musa alifanya kazi mzuri. Musa alikuwa na Mungu, anakutana na Mungu kila siku, lakini Mungu hakuwaimwambia kuna mtego hapa.
Mungu hakuwaimwambia kuna shida mbele yako. Mungu hakuwaimwambia kwena kerumi kia thoguo kia Juda. Kia hata wote Jakobu. Mungu hakumwambia, lakini walikuwa nakutana kila siku. Walikuwa nakutana na Mungu, wanaongea, anampatia kazi, anamtuma. Alikuwa mpaka anaambia Mungu usiwaue. Usiue hawa. Please Mungu usiwaue. Na Mungu anamsikia. Lakini hakuna siku Mungu alimuibia kasiri. Ni ugakuwa ni undu wa kirumi kia Jakobu. Utakosa kufika because kuna laana. Mungu hata kuambia, itabidi wewe upate mtu ambaye atakuhurumia, apate ufunuo ya kwamba you are going through a situation. Maana hiyo mlango imetengenezeka and nobody can change it until you get mtu ambaye mafuta yake iko juu ndio akufungue. Rĩu arĩa maugaga atĩ arĩa mũhuyũragia ngoci mũgathie mũkauma kanitheni mũgathie kũrĩa kũngĩ kana mũkanjĩgia kukejeli watu ati kwa sababu unajiona wewe uko wa maana sana, unajiona kama wewe ni mtu special, unajiona ni kama wewe uko na makasiriko kuliko wale wengine, you will never see. Na ukitoka kwa pastor huyu uende kwa pastor huyu mwingine, nigekundo kingi wongerera. Are you getting me? Nikikundo kingine umiongeza. Ukitoka kwa huyo uende kwa mwingine na madharau, kikundo kingine umiongeza. Ukitoka kwa huyo uende kwa mwingine, kikundo kingine umiongeza. Sasa wewe unaweza kufikiria wewe spiritually huko ndio unaobeaga watu wanaanguka, ndio unafanyaga mambo inafanyika, unaobaka machozi baka inamwagika, lakini Musa alikuwa anakutanaga na Mungu daily. Musa alikuwa anaendaga 40 days kukaa na Mungu. Lakini Mungu hakuondoa hukumu iliyokuwa ndani yake. Hakuondoa the gate ambayo ilikuwa ndani yake, because this is personal. Udhiwe herie kama ulitoka kwa James na makasiriko wako ulihuria moyo kahiuri ukakuja huko, uende huko umwambie sorry daddy, mimi nilijaribu nikitoka huko nilitoka na madharau, lakini ilibidi nirudi kwake. Tukakaa mpaka nikampatia shamba baba ploti mzima 2 acres nikampatia title aende, ndio tuachane. Akanishika mkono, hakuna kitu kingine alinifanya, alinishika nini, akaniambia ubarikiwe. Na kutoka hapo gate moja nikajua nimeondoka. So how many gates are in your life? Za baba yako, za anko, za social, za guka, za watu wa neighbor, za ule mwalimu. Mwalimu wenu ulikuwa unamhitaji? Mwalimu wako wa mathi amwetaga ate? Wa mathi. Ni subject ile kwa waga. Ulikuwa nagukaga subject gani? Kiswahili. Huyo mwalimu ulikuwa umemhitaji? Kaini. Sasa mwalimu ni mtu important. Pastor ni mtu important. Baba ni mtu important. Firstborn ni mtu important ambao anaweza kunena kinyume na maisha yako na ineneke. That is a gate that operates in you. And that is why you are not able to penetrate. Unafanya kazi ndio, unafanya kila kitu ndio, umefanya kila kitu ndio, lakini nothing is happening until I realize katika ministry yangu kuna gate. Bwana Yesu asifiwe sana. Until I realize katika ministry yangu kuna nini, because nafanya I put a lot na invest a lot into the ministry, lakini hakuna kitu kinafanyika, to growth inakuwa ni slow. Nikaenda nikaomba, nikauliza Mungu, ni what is this? Mungu hakunijibu. Sasa nilienda nikaomba tena na nikafikiria, nikajiuliza what is this wrong ambayo nafanya kwenye ministry. Nikakuja nikagundua kuna kitu nilikuwa nafanya kwa ministry ambayo si mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa na marafiki, sikuwa na watu wa kwenda mbinguni. Wale wote tulianza na wao, niliwafanya nini? Marafiki, sikuwafanya kondoo. Hallelujah. So ikakuwa gate. Maana huyu marafiki sikuweza kumquestion. Huyu marafiki sikuweza kumwambia this is wrong, kwa sababu ni rafiki yangu. Alafu nikaondoa Mungu from the ministry, nikaweka marafiki yangu, maana wako ni advisors wazuri, wako na pesa, wanakwambia apostle ni negohoyagira, ni hoyaga na ndari kirima gukohoya. Nikaanza kuabudu hao marafiki, hawa watu tulikuwa na wao, nikaondoa Mungu, nikakuwa ministry ikakuwa ya nani? Yangu. Nikaondoa Mungu from the ministry, hadi wakati nilifanya maamuzi, nikaambia Mungu nimekurudishia ministry, na nika make sure nimekata every thread from my life.
Every person mwenye alijiita rafiki yangu, mwenye alijiita ati anaweza kunisupport, ati yeye ako katika maisha yangu, kwa hivyo yeye wao ndio wanashikilia ministry. Wale watu wa kushikilia ministry literally niliwafukuza, niliwafanya madharau mpaka watoke. Ndio ministry niachie mwenyewe aishikilie. Hallelujah. Because when you have people wanakushikilia, unasahau Mungu anashikiliaga. When you have friends ati hao yasho ni wetaga, when you uko kwa crisis, hao ndio unapigia simu, wanakuja pamoja, wanachaga, unakosa kuona Mungu. Maana labda Mungu alikuwa amefuga hako kamurago, ndio umwende kwa magoti, ndio uende ukamutafute, ndio uende ukamjue, ndio uende akwambia kitu. Sasa unachukua Florence, unachukua Magdalene, unachukua my friend hapa, unachukua Susan, unachukua Agnes, unawaleta karibu, unakaa na wao. Wao ndio wanakusaidia. You forget to see God. The moment you forget to see God, you open a gate. Na kutoka hapo, God will go away. Na afuge, na hede arare. Sasa hiyo anaendaka Dubai na anasima simu. Na unajua simu za Dubai hazikujagi hapa Afrika. So nazima simu na anaenda mahali kuhogelea na anakusahau. Wewe sasa unangangana hapa na maombi, unaenda kwa Manyuro, unaenda kwa Ezekiel, unakunywa maji, unajipaka mafuta, unajiwekelea katika chibu, unabeba jivu, unabeba nini, unaenda unachukua kifagio, unafagia, unaenda unachukua paga, unaenda unachukua nini, everything iko kwako kwa nyumba. But nothing is changing because there is a door, there is a gate that is operating in your life. Until you are able to drop anybody and everybody, including your own parents. Siku moja niliuliza wazazi wangu. Niliuliza nganga, si wazazi, niliuliza nganga, ni kwa nini mtu anapelekagwa? Wakati nilifanyiwa ordination, baba yangu alinishika mkono na mama yangu wakanipeleka ati tuletewe. Nganga walikuwa pale. Sasa tuletee mtoto. Nikashikwa na mikono mbili, nikapelekwa. Wakafika hapa, wachungaji wakanichukua, wakanipeleka huko. Kumbe ilikuwa ni mlango, nilifungua. Hiyo ilikuwa nini? Murago. Maana nimewachana na wazazi, lakini every other time niko kwa wazazi wangu. Nikipata kashida niko kwa wazazi wangu. Na niliwachana na wani? Na wazazi. Niliwachana na wao. Now I am on my own katika pande hii ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are things that happen in your life na zimekushidia, zimekukamata. Na ndio maana unashindwa kupenya. Wakati nilisema nimeachana na marafiki, hao marafiki ambao walikuwa marafiki nilikuwa nimewaamini kabisa, na nilikuwa najua hakuna kitu kibaya wanaweza kunifanya. Wao walienda wakatengeneza ka message ya kasichana kingine hapo, kanasema nilikuwa nimekapeleka Rogin, lakini tukiwa kwa Rogin kakalia rais, tukilala nako ni vibaya. Sasa kakatoroka usiku, kakatoroka. Hapana, hakakutoroka, tulilala mpaka asubuhi hapo. Na siku karibu tulilala mpaka asubuhi hapo. Alafu asubuhi ndio kalitoka kakaenda. My people that I trusted, people I believed in, people ambao walikuwa wanaomba, wanasema wanaomba mpaka machozi inaanguka chini, pale chini panakuwa na pool, maji inatengenezeka. How ndio walitengeneza ka message? The people I believed, the people I used to see, oyo dagediga. The people I used to say, kanileo wakikora kuri mudu jehokete, mudu jetikitie nengania. How ndio walitengeneza? Kwa sababu immediately nilikata uhusiano, nikajua they are true colors. Kumbe Mungu alikuwa anataka kunifundisha, you've been building your own things, uliniweka kado. Sasa angalia wale watu wote ulikuwa naamini. Sasa wanasuguka huko wakinipiga, wanasuguka huko wakipigia watu masimu hapa, ondokeni kwa hiyo kanisa, ondokeni. Na huyo mtu alikuwa naomba, alikuwa naenda Gatoroni, alikuwa naenda Mount kule Gong, alikuwa naenda kila mahali, alikuwa anajifunga siku 10 akiniombea. The same person who was praying for me ndio anaenda anapigia huyu, anampigia simu, kuja toka hiyo kanisa, nikuonyesha kanisa mzuri, kuja toka hiyo kanisa tuende kanisa ingine. Because these are the enemies that you created in the name of gates. There are people you brought into your life, ukafikiria kuna mahali mnaenda na wao, kumbe they are gates. There are people you believed in, kumbe they were gates. There are people you replaced them with God, kumbe they are gates. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Are we getting it? Are we getting there? So this is what will control your destiny, and it will determine what comes out of you. It will determine what comes out of you.
what you are today. You are what you are today because of the gates. The spiritual gates. Ambazo zinazungumza kwa maisha yako. And there are 5 types of gates, 5 types of spiritual gates. If you miss this, then you miss your destiny. If you miss this, because you will be led to miss. Hizi vitu zote zinapangwa ndio upoteze mwelekeo, ndio umiss. Ukimiss, una miss your destiny. And your destiny will be negotiated somewhere and sold. Your destiny will be taken. Destiny sifikiria inaendaka kukaa idle kwa sababu umeshindwa. Haiendaki kukaa ati inaenda kukaa mahali ikugojea ukuje. Hapana. Destiny haina kabati. Destiny haina mahali pa kuweka. Destiny haina store. Destiny sinaibiagwa. Destiny inakuja inachukuliwa maana iko idle. Kuna watu wanajua kuiba nyota, wanakuja wanachukua. Kuna watu wanajua kuiba shule, wewe katika shule. Kuna watu wanajua kuiba biashara. Kuna watu wanajua kuiba ministry. If you let it ikae ministry yako ile Mungu amekuitia, you don't activate it, somebody else atakuwa akifanya. Na utakuwa ukiota ukifanya mambo makubwa, utakuwa ukiota ukiwa na mkutano kubwa, ukiamuka asubuhi unasikia nganga amejaza kiwaja Uhuru Park. Mahali uliona ukihubiri Uhuru Park watu wamejaa, unaona nganga. Kumbe destiny ilienda ikaenda kwa nganga. Because it will never sit idle. A destiny is a move. A destiny is a spirit also. It will never sit idle. It will look for somebody who can use it. Ndio unaona watu wengi hapa wako na akili mzuri, wanaweza kukupatia mawaidha mzuri, lakini mwambie fanya hii kitu. Hakuna kitu anafanya. Maana yes, ile vision ya akili ya destiny ako nayo, lakini kalichukuliwa. Ako empty. That is why he is not able to connect the destiny with the spirit. He is not able to connect the destiny with where it is supposed to be, with the power, with the authority of the destiny. Therefore, there are types, 4 types. Let's look at 4 types today of these spiritual gates. Spiritual gate type number 1. Timed gates. Timed. In the book of Galatians 4 verse 1. Give me verse 1. 4 verse 1. Verse 1, please. But now to continue, the son who will receive his father's property is treated just like a slave. A son who will receive the father's property is treated like what? A slave while he is young. Hapo ndio maneno ilichangia. Even though he really owns everything. You see now, you are treated like what? A slave. Even though you own everything. Ile kila kitu ni yako. Ni yako. Lakini hizo vitu zote kama hawa tunaona Waruda Lost Paradise. Shaba ni yao waliachua na baba. Ninawajua. Lakini sasa wanalia kwa TV. Shaba imeenda. Maana wao wenyewe walianza kupigana. Walizuia firstborn. Wamekata shaba, baba alikatakata shaba, waniweka. Sasa hawataki firstborn agawe kwa sababu firstborn anakaa mjiga. Firstborn is a gate. Firstborn of a family is a gate. If firstborn anaweza kusimama vizuri, he opens door to every member of family. Firstborn akisuba na mumpige ama mumdharalishe, anafuga mulago. Sasa hiyo shaba ya 428 acres inaenda wakiangalia hivi na eka moja ni mabilioni. It is about 20 billion zinaenda wakiangalia. Na walikuwa nanyang'anya firstborn eka zake right yake, maana waligawanyishwa na baba, wakapatiwa, kila mtu akapatiwa hii mtu akapatiwa hii. Sasa hawa wengine wawili wamegang, wamesema tutachukua hii, huyu hatutampatia, tutampatia bili eka bili, maana ni kelimo. Hata kuna daleshiana, hata kuna dalekedo, hata kuna dewekate. Naye kwa sababu ni firstborn gate. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilibidi wamuite. Waliposikia kumevamiwa, ilibidi wamuite, wanamwambia dogedio kalipoti. Sasa ndio walicognize. Never ever rise up against your firstborn. Huyo ni mchawi wa familia.
Firstborn ndiye amebeba kifunguo ya familia, ndiye amebeba kila certificate ya familia, ndiye amebeba kila maisha ya familia. Firstborn kinaweza kuwa kijiga, kinaweza kuwa kimlevi, kinaweza kuwa kimutu hakijielewi, kinashidaka hapo kwa kitanda na remote, kinaweza kuwa lakini don't touch them, leave them, don't touch them, bless them. Kama una uwezo, hana nyumba ya kukaa, mjenge. Kama una uwezo, mupatie tu pesa. Hata kama anaenda kukunywa, mupatie. Kama una uwezo, make them happy because they control the gate of the family. You will never be able to succeed if the family firstborn is not happy. If the firstborn ni yule mwetaga ate umirana hau fara tothie ndiye anaendaka akibebea mtoto, akipatia mtoto chakula, akifanyia mtoto nini, mkifika kule nyumbani ndiye anakuaga slave yenu. You are endangering your future. You have destroyed your future completely. Firstborn is a king or a queen of the family. Therefore, anaendelea kusema verse 2. Let's get to number verse 2. Quickly verse 2. But he is under guardian and manages until the date set by his father. Until the date set by his father. Tumeingia kwenye the gate of time. The timed gates. Until the gate of his father. To the nabere, verse 3. So you find there are things that will not happen to you until the date imefika. There are things that will not, there are men that will not come to you. Marriage haitakuja until the date ifike. Kuna biashara haitafanyika until the date ifike. Kuna mambo hata nikikuombea, nitakuombea, nikurelease, nikwambie Mungu amesikia, lakini utagoja miaka ingine 3. Bwana Yesu asifiwe sana. In the same way we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. So what controls you? The elementary principles of the world. Mambo ya kidunia ndiyo yanakuondoa kwenye date. Ndiyo yanakuondoa kwenye season. Ndiyo yanakuondoa from the practicality of things happening in your life. So there are things that will come. Somebody will come and raise a case against you in the family. Just mugojee wakati wa hiyo kitu ifike. Sio kesi iko, lakini ni mungojee wakati nini? Hiyo kesi ifike. Ndio mungojee mpaka hiyo endo kaoge huko, enda huko nje. Ndio mufike mpaka wakati wa hiyo kitu itimie. Something will just happen. Mtakosana tu na sister yako, mjikute kotini. Mufanye kesi, miaka 20, miaka 30 ishe. Ukiwa hauna meno, urathiega. Tondu ni ciana ciaku ciaigirwo kirathimo kiu, watoto wako wone wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Verse 4. So there are things that will participate to constrain you, to stop you from getting. These are timed gates. They operate on a timing. Not time. Useme si time. Timed gates. They operate on a season, on a particular time. Lazima zikugoje. Kama ulisemekana utapata shaba ukiwa na miaka 100 ama 50, siku hiyo itafika. Mama yangu siku moja nilimpeleka kwenye airport akiwa then alikuwa na 77 years. Nikampeleka kwenye airport. Akiwa kwenye airport nikampeleka kwa mkahawa hapa kunywa kachai. Mama yangu niliona ameanza kulia. Akalia, nikamuuliza niki kiuru. Akaniambia sasa kayarare kile goro de mukuru nigetha thie America. Alienda akiwa na 77 towards 78. Alilia kwa sababu ya kwenda akiwa mzee. Alikuwa ananiuliza sasa huko naenda kufanya nini? Si akinipeleka nikiwa msichana. Maana in 1972 kuna nabii alimtabiria akamwambia utaenda Amerika. Sasa yeye alijitayarisha from 72 ikaisha 70s zikaisha, 80s zikaisha, alienda 90s. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilibidi mimi niende Amerika. My brother aende Amerika, ndio season yake iingie. Sisi ndio tulimpeleka Amerika. Lakini yeye alikuwa anafikiria yeye ndiye ataenda atupeleke. Lakini ilikuwa vice versa. Sasa unaweza kufikiria unaenda Australia, lakini sizuii mtu. Unaenda Australia, kumbe ni mtoto yako atakupeleka Australia. Ama ni mzee atakuja, mzee uogoje, mzee ameoa. Huko Australia ni msugu ameoa. Ugoje na wako happily married. Happily married. Wanaishi maisha mzuri sana. Ugoje mpaka akufe.
ndio akuja huko kujitoa stress huko Kenya, amekuja tourist, mkutane na yeye. Kwa hivyo utangoja mpaka timing ifike, timing ya kuolewa. Umsugu bibi yake akufe, ndio na yeye kwa sababu ya majosi akuja Masai Mara. Na wewe ukiwa Masai Mara, na wewe ukiwa hapa unajikuta Masai Mara, ulikuwa umepeleka kitu huko Masai Mara, mnakutana na msugu. Kumbe ilikuwa bibi yake akufe. So you had to wait. Na bibi yake katika kitabu imeandikwa wanaishi 30 years na wako in their first year. Halo, ukihoya mahoya, utaomba maombi kama charity, nothing is working until that years. Na ukienda kwa nabii wote, Bwana amesikia maombi yako. Ukienda kwa ene prophet, Bwana amesikia maombi yako. Ukienda mahali popote, Bwana amesikia maombi yako. Na saa hiyo ni timing unawekwa. No kuigora igwo. Ginya miaka 30 kiatia. Ekinye, rodatia komaka no kagia moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 5. Verse 5 quickly. To redeem those who were under the law, so that we might receive adoption. So we had to wait until those who were under the law were redeemed, so that we can receive the adoption. Lazima kuna kitu kitafanyika. Kuna maisha itafanyika. Kuna vitu vitabadilika. Verse 6 please quickly. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. 7. He has sent. Hallelujah. God has sent. So we had to wait until God sent His Son, so that we can be redeemed. So then, you are no longer a slave but a child. And since you are a child, God will give you all that He has for His children. But remember, you've been a slave. For how many years were you in a slave? You were in slavery for many years. Sasa wakati the son. So you had to be, uendelee kuwa slave maisha yako yote mpaka Yesu akuje. Akikuja, ndio unatoka kwa slaveliness. Ndio unaanza kubarikiwa. So there is something that is timed in your life. Kuna kitu ambacho kinakuzuiaga. Hiyo biashara unajaribu kuweka, hiyo kazi unajaribu kuweka, hiyo huduma inajaribu kuweka, kuna kitu kitakuzuia. Maana kazi yako inaanza 2026 na ulianza huduma, ulianza kuhubiri 2021 ama 2014 ndio ulianza kuhubiri. Umehubiri mpaka kiatu kimeinama. Umehubiri mpaka makopa zako zinanuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya kutembea mguu na kuingia kwa magari ukiambia watu haleluya. Na kuenda kwa kila crusade iko karibu na wewe. Ulianza 2014 kuingia. Baka saa hii una sweat. Unakuta 2026 unalipuka. Baka watu wanashindwa. Mhudumu tunataka nake hapana. No. Ameenda kuoshewa nyota. Hii ni nyota imeoshewa. Ameenda Nigeria. Alafu ufanye kaburada ulitoka kaiji ukaenda na sio hukwenda bali ulienda kama hapa Uganda kama sasa juzi tu. Sasa unakuta Jesse akirudi anakuja na mioto wanasema, "Ile dalali Uganda." Hakuwa ameenda Uganda, ni kututanganya, alikuwa Nigeria. Lakini when the season, the timing of your blessing ikiingia, nobody can stop it. Because it has been timed. So do not be worried of what is happening around you. It is about the time. That gate haijafunguka, na ikifunguka itakupeleka bali. Gate number 2. Coded gates. These are gates that must be operated by you only. They are not operated by 2 people. Because it is a coded. Ni gate imewekwa code. Na wewe tu ndio unaweza kufika mahali hapo, either by the spirit, by blood, by any other connection. Unakuta that code, your presence inafanya the code inakufunguka. Ikifika tu hivi unaona milango. Unaona vile tunaingia kwa milango ingine, wale wanaenda mahoteli kubwa kubwa, ukienda tu unaona mlango imejifungua na haujaigusa bako na shida. Kuna siku moja nilienda nikaona mlango imefunguka. Ilikuwa wapi? Kuna mahali building nyingine pale ile Heritage. Nikaona mimi sikuwa nimeona mlango inajifunguka na hakuna mtu ameigusa. Mimi nilienda nikaenda tu nikafikiria nikaenda kuvuruta hivi, nikaona mlango juu ikajifungua. Nikapita ikaingia ndani nikasubaa kidogo nione ni nini nani amefungua. Nikaangalia nikaona upande hakuna mtu amefungua na upande hakuna mtu amefungua. Nikashindwa wamenitaimia na nini? Nikimarenda kojeka.
nikachugulia padi, nikaruka, nikaingia ndani. Nikaangalia, nikaona watchmen wanacheka, nikajua mlikuwa mmenitega. But Yesu asifiwe sana, because this is idon coded, inahitaji to feel you ndio ifuguke. Kuna vitu lazima ufike mahali. Ndio unaona wachungaji wengine wanatakaka tu kukanyagisha miguu. Akikanyagisha miguu kwa property yako, unaona vitu hataki kuomba, hata omba, anakanyagisha tu kwa property yako, milango inafunguka. Kila kitu. Kuna mwingine atakusalimia tu, milango inafunguka. Kuna mwingine utanibaia chakula, ama unipatie $100, uone milango inafunguka. Ama unipatie $250 bob, unaona milango inafunguka. Si maombi, si hakuna kitu tulifanya, nilimnunulia tu kahawa, milango ikafunguka. Tulikanyaga, tulienda hivi, tukafika moya mahali, milango ikafunguka, na hiyo shamba ikakuwa sasa you can cultivate. Unaweza kulima. Hakuna maombi tulifanya, hakuna kitu kikubwa tulifanya, just something happened and things started working. Uliingia kwa ministry kama hii, ukaanza mambo yako yanaanza kufunguka, maisha yako inafunguka, because these doors are recorded. Unakuta sasa umetoka hapa, umeenda Garissa, uko unikurathi kushamani na Kimudrume na mukahikania na kumani na how you have become happily married, na mnaishi vizuri. Na hapa Nairobi umekutana na masmata, umekutana na watu wanaendesha Range Rover, umekutana na watu wazuri, warebo, wakuu, yani watu wako mpaka na pesa, but nobody was seeing you until you went to Garissa. Na wewe wakati ulienda Garissa, ni nyumba ilifugwa, maana haukuwa na pesa ya kulipa rent. Ukakutana na kimwanaume kinachotaga maji, kikakuita, kikakuchotea maji, ama ukaenda huko kwa sababu kimechota maji, kikakupatia 200, ukaenda ukakunywa kachai. Kutoka hapo relation inatoka. Miaka 2 baadaye unakuta mko na gari, unakuta mko na nyumba ya gorofa, unakuta Mungu amefungua, because you needed his code, or he also needed your code to unlock the potential. That there is that magnet person that is required in your life to open the potential, kukufungulia milango, kukufungulia njia zako, kufungua mipango yako, kufungua kila kitu. Kwa hivyo wacha usikue mtu wa ghadhabu kwa sababu things are not working, things are not moving. Ati mko na mwanaume na ni kama things are not very well working. Do not jump the career, jump the drama. Just wait until the moment, because the code has worked. There are things that will not operate in your life until the code is applied. And this code can only be applied by you, by your presence, by being there. A code opens. A code opens the gate. And therefore this code, it is not something unaweza kuexplainia na watu. Yani huwezi kuexplainia mtu ni nini. Nilifika tu hapo, nikapatana, yani nilienda kukaa tu hivi, kukaa chini, nikaona mwanamume mwingine akanisogelea, akaniambia habari mzuri, akaniambia naona kama you look familiar. It is not that you look familiar, there is no familiarity, lakini ni code imewaleta pamoja. Hiyo code ndio unaona umewahi kuona mahali unaenda town fulani, unaona ni kama uliwahi kukua huko. Kuna kitu yako iko huko, ni code. Ulikuwa umepelekwa in the spirit huko, ulikuwa ushafika na unajua huko, na kuna kitu yako iko huko. Kwa hivyo that code ikifunguka tu wakati umefika, maana wakati utaenda huko ndio utafika, na ndio code itafungua, na ndio utaona potential yako. Ulikuwa watu wanakuita kama maskini, walikuwa wanakuita kama mtu akajielewi, walikuwa wanakuita kama mshagiri, lakini that time milango yote inafunguka, kila kitu. Watu ambao walikuwa naomba pesa, unaanza kugaia watu mpaka wanasema wewe ni devil worshiper. Alafu bahati mbaya mtu amebeba familia akufe wakati wa saa hiyo ndio utaelezea vizuri wewe unataka kukula watu wangapi, nikaenda uiganire how much is enough, how many people you want to eat. Alafu kulogekoro kwa nyune kwa cancer, kana ni kwa shukari, kana pressure. That is the time you see the wrath of this code, because the code is not witness, it's not seen. Ni kitu tu kinafanyika, miujiza. Watu wanashindwa negero walikuwa rutaga, hakuna kazi anafanyaka, hakuna nini alifanya, lakini mambo ilifanyika tu. Na ndio hiyo sasa tunaita the code. Gate number 3. Gate of cities. Acts chapter 12. Gates of cities. Acts chapter 12. Is it chapter 12? Yes, from verse 8. The gates of cities. This is more profound for anybody that want to succeed. Washosho walizitengenezea. Shosho ni mnaona wela wanyu?
Meha shosho. Rosemary, unaona kazi yenu ni mzuri. Sasa tutagasa sasa, mtu akule tenda, mtu anataka kwenda kuuza hizi, tutakupa tukahesabia, uende use, utuletee hapana, utupatie pesa kwanza. Then the angel, these are the gates that the angels must be involved. The gates of cities. Angels lazima wakuwe involved. Wakati Yesu alizaliwa, an angel was involved. When Moses was born, an angel was involved. When Joshua was going for battle, an angel was involved. This the time Maria anakujaga hapa na angel anakujaga hapa, because it is the battle of the cities. Bwana Yesu asifiwe sana. Then the angel said, tighten your belt. This is not sio kitu rahisi. Wewe what tighten your belt? Jerry, tighten your belt. Nikekebere. Akamwambia Joshua, do not be afraid. I have given you Jericho. Nimekupatia Jericho. Lakini amerudia mara 4 in chapter number 1. Do not be afraid, nor be dismayed. I am with you. Kwa nini arudie mara 4? Na amempatia Jericho na akamwambia I will be with you. Wakati Musa alianza safari, alikuwa na malaika mbele yake and also beam of fire nyuma yake. Ikiwekida zinabadilishana because it was a battle. Akamwambia Musa, do not be afraid, I am going to be with you. Wherever you are going, I will be with you. Akamwambia namna gani? And the angel said to him, dress yourself, put on your sandals. And he did so. And he said to him, wrap your cloak around you and follow me. Kuna condition. When the angel now operates, kuna condition. The angel said to him, dress yourself. Kaa na tabia mzuri. Kaa jinsi Mungu anavyotaka. And then put on your sandals, vaa viatu. Tuende. Ndio usiende ukidugwa na meigwa. Usiende ukidugwa na mawe kwa barabara. And he did so. So there is a lot of agreement, there's of discipline, and there's also being faithful to God in this battle of the city. Battle of city. Hii sasa unatuona sisi tuko hapa Coffee Plaza. Ndio tukue hapa, nyinyi mko hapa na mimi niko hapa. Ati tunahubiri center ya Nairobi. Mahali center ya wachawi. Capital city. Ni capital city ya biashara, capital city ya wanasiasa, capital city ya waabudu wa shetani, capital city ya kila kitu iko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So you are here in the capital city and unataka wakukatie kamukate. Unataka wakupatie keki kagumu, mukatane kagumu. Bwana Yesu asifiwe sana. The battle of the city. You have to be faithful. You have to be genuine. You have to be sincere to the cause. You don't deviate. Usitengeneze. And this is where now I realize I'm losing the battle. And this is the time I dropped friends. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I realize how ndio shida. Kumbe wao ndio shida ya mimi kuenda. Maana niliwaacha na hapa nimeambiwa dress yourself. Walikuwa marafiki. Walikuwa ma-TDH. Hao wote walikuwa ma-TDH. Hallelujah. Walikuwa wananifanyia hivi na mimi nawafanyia hivi. Walikuwa ananiambia tudhi kahawa, tunaenda coffee. Tunasahau na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So you have to dress yourself. Put on the sandals. What is the meaning of putting on the sandals? Wale wanajua maisha ya kiroho. Tulisema tusugumusiane. What is the meaning of putting on the sandals? Yeah? What is the meaning of a shoe? Ya kwenda kuhubiri. Be ready because the journey is tough. And he did so. So he did so. Alifanya hivyo. Kwa hivyo ni mtu mwaminifu. So uaminifu, being genuine, is more important than being a follower of somebody. You need to be genuine to you and to God. Not to the person you are following. To you and to God. Ukora mingi unaweka chini. Vitu vingi, you have to be genuine. You have to be sincere. And when you are sincere, this is what they say. And he did so. And he said to him, wrap your cloak. What is your cloak? Wrap your cloak. Wrap your cloak. Ni nini? Cloak ni nini? Eh? Negeshuka. Eh? Ntagedio guo. Wrap your cloak around you
and follow me. So jifunike, maana kule tunaenda kunaweza kuwa na baridi, kunaweza kuwa na upepo. So this sasa hapa ndio kusurrender. Wewe mwenyewe you have to surrender to God. The battle of cities, you have to surrender. Ndio kabiashara kako kashike Nairobi, ndio kadoa kako kashike Nairobi, ndio huduma kako kashike Nairobi. You have to have these qualities. Dress yourself, you put on your sandals, you have to be faithful, and wrap your cloak. Verse 9, you have to have those qualities ndio uweze kuenda. It is a battle. The battles of the city, it is a battle. It is a real battle. Ndio uweze kuiganira Nairobi. Uthiete tauni cigana, nginya Shanghai, nginya China, nginya Guangzhou. You've gone. Many people we have gone to cities. I've been to Durban, I've been to Mozambique, Maputo, I've been to Dar es Salaam, I've been to Zaire, I've been to Guangzhou. I've been to Guangzhou. Hallelujah. I've been to London, I've been to New York, I've been to Seattle, I've been to Melbourne. I've been there. These are battles of this. Na utaenda huko nakuta mtu unashindwa huyu kama ako ng'ambo. Ukimwangalia unaona ni jina ng'ambo, lakini yeye kwao Gicagi. Ona town ya Nairobi Gicagi kwao. Ni hasira ya Gicagi. Ni makarara shina. No ayelada ni gatakati. No ni makarara katia. Ashindira kwao. Unakosa baka meaning ya kuingia ndege. Hallelujah. I'm not discouraging anybody. Peter followed. You see now, when the angel is guiding you, Peter followed because alikuwa already ameachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikuwa amemwezesha kuachiliwa. Lakini bado alienda. Sikiliza sasa. Peter followed him out of prison. Peter followed the angel. So there are things that will not happen to you unless an angel is with you. Peter followed him out of prison, not knowing, however, if what the angel was doing was real, he thought he was seeing a vision. Hallelujah. He didn't know this is an angel. He thought he was in a vision. He followed it without knowing who you are following. So you need to be blind on the vita vya nini, usilete ujuaji kama Roda. Ikifika ni city, you don't battle. You don't kuwa mjuaji. You wait for the timings and the angel of God to guide you when to hit, when not to hit, when to go, when not to go, when to stand, when not to stand, when to move, when not to move. Lazima. Si uweza kuuza tu viatu, ufikiria sasa imekubali. Nilikuwa nauza viatu ni ya mwana. Nasuguka kutoka Mweki. Na padri ya hivyo nakuja Donholm. Naigiria huko Sigugaruka unaigia huko. Unakuja unatokea South C, South B. Unakata hivyo unajikuta Kawagware. Unakatia huko unajikuta Kagemi. Na ni saa 3 usiku. Na huna fare. Na ulikuwa ukitoka nyumbani kwa sema unaenda kuuza vitu zote. Leo ninatengeneza 3,000. Kumbe the city has not accepted you. The angel that calls people to buy bado hayuko, hajakuwa sanction, hajaabiwa, umetokelezea. Kwa hivyo wanaona kimutu kikizunguka wanauliza ole nake niki yale yakiamudhukira. Ni ya mwana. Sasa uliasa na sauti mzuri ni ya mwana. Bae jioni ukichanganya na sauti kupotea. Ni ya mwana. Baka watu wanafikiria nikiona kireko kiukira gabena na haukiada. Bwana Yesu asifiwe sana. There are things you don't push until the angel of the Lord is there to guide you. Bwana Yesu asifiwe sana. And he went out and followed him, and he did not know that what was being done by the angel was real, but he thought he was seeing a vision. Until he knew now, macho hii ipotee waze kuona na macho ya kiroho. Ukiwa city hapa tunaonaga na macho ya kiroho. Hallelujah. Nikiwaona hivi mimi naonaga kila mtu ndio muonaga itakuwa CT scan hiyo gine itakuwaje X-ray na waonaga nyinyi unaona hivi namuonaga naonaga mara 4 mara ule muhiana nikikuangalia hitu hivi picha yako inakuja naona kila vitu umepaga venye umenipagia venye umenichorea kila kitu venye unataka kuongea na kujua tu naona tu ule wote unapaka na kuona tu because macho yangu ilingolewa. Macho lazima battles of the city, macho lazima ingolewe. Oikaleta ku lazima ingolewe. Wacha ujuaji.
Wachana ujuaji. Macho lazima ukubali ing'olewe. Usilete ujuaji kanisani hapa. Ati wewe ni pastor na experience ya miaka 20, peleka upasta yako kwako. Ukifika hapa tulia. Kama ulikuwa kwa ng'ang'a ukiwa pastor, tulia. Kama ulikuwa asense wa hujagia nao. Ulikuwa na ubiri nani? Kioko mgani huyo? Jesus wena. Hapana, hapa Nairobi kuna mahali ulikuwa. Pastor? Prophet Saidimu, ulikuwa huko na kuona ulikuwa kwa Saidimu hapa Nairobi kulikuwa mkiwa na mama mwingine hapa. Ako wapi? Lucy. Mlikuwa na Asese pamoja? Yes. Si mnaona najua. Yes. And he went out. Na Asese ulitoka kuna na makasiriko. Alikulipa tu pesa kidogo sana. Alikupatia nini? Alikupatia mapesa hizi za change. 250 tumia. Basha ilikuwa imenona. Hata hukutaka kufungulia hapo watu wasijue ni pesa ngapi. Ulienda kufungulia mbele, jasho ikaanguka. Ukastuka, ukapata ni shilingi 3,000. Kabahasha kalikuwa kamefura hivi. Akaona ni kitu 200, 300. Akolie to 50 to makaga. To hunyoku. Toge kinya to nabu. Verse 10. Verse 10. Vumilia. Baba vumilia. Wacha kiherehere, vumilia. Unaenda kuna mahali unaenda. When they had passed the first and the second guard. When they had passed the first and the second. Are you getting this message? When they had passed the first and the second guard station, and then the second, and they came at last the iron gate that opens into the city. Kwa hivyo, before you get to the iron gate that will open to the city, there are 2 more doors. Kuna gate B. When they fast, they pass the first. And the first is far away from the prison. The second is even much far away from the prison. And the iron gate is much far away from the prison. So these people were not closer to the prison. They were far away. Walikuwa mbali kabisa. Lakini kumbuka, walipita mlango ya kwanza na wakapita ya pili ndio wakutane the iron gate. Kwa hivyo ile mlango ndio ingie kwa city. Lazima upambane na milango hiyo ndio tulikuwa tukipambania hapa. Ndio nifukuze na niambie marafiki siwataki sasa. Idamuigania. Ndi musharie kudumu ngirathi mero. Ndi kwenda murata, kwenda ndungata, kwenda mundu ramatha Ngai, kwenda mundu turathi nake thabari ya guthii iguru. Arata mumeniangusha. Na sio kuniangusha, ni mimi nilijiangusha. Maana niliwachukulia nikawareplace na Mungu. So there are gates ambazo lazima uzipite. 2 ndio uende kuingia kwa city. Ndio na ukienda hiyo ya city ya pili, ya mwisho ya 3 ni iron. Sasa hapo ndio kupenya, ndio kugumu. Sasa hizi tuko kwenye iron gate. Ministry hii tuwe iron gate ine. Kawake jigwera. Ogwate na gotire kodo thiete. Tuko kwenye, and they came to the iron gate leading into the city. So there is a main gate, an iron gate that leads you to the city. So therefore you need what? An angel. It opened for them of its own accord. Hallelujah. So this is not what you go and plan, you sit down with a committee. It opens to them on its own accord. Ulikuja Nairobi ukarudi Geshagi? Hujaifika Nairobi? Kuna kipindi ulikuwa Nairobi ukarudi Geshagi. Hivyo ndivyo kunaendaga. Inakurudishaga mpaka kwenu kuchukua diagonal ingine. Kuchukua direction ingine. Inakugonga mpaka inarudi, maana it's an iron gate. Na haifunguliwangu na Mungu, na mtu, inafunguliwangu on its own. Si kama mnanielewa?
on its own accord. And they went out and they went along one street, and immediately the angel left them. So you have to persuade this gate kufunguka. Na ikifunguka on its own, ifunguka hivi, the angel will leave you because you are free. And Peter became free. And may God bless you. Let's rise on our feet. Mode ginyatuma kofi mutire. Nama tumalizie moja. Mutiko boekete. Ni kuna dona mukiri tura murado na nitadira muheteria. Ni guthikireria. Basi kaeni chini nimalizie hii mbili. Kuna mbili. Tulikuwa namba 3. Tuende namba 4. When you are doing this remember, when you are doing these gates of cities, there are bondages zimekufuga. Bondages in form of marriages, relationships, business. Kuna vitu ulijiigisa na hukujua ulijiigisa ndani yake. So this is what righteousness, and they operate the gate of iron gate. They operate on altars, either the altars of the wickedness altars, ama the altar of righteousness. Kwa hivyo lazima uangalie sasa hii, because it opens on its own accord, so it requires your righteousness. Lazima ukue clean, lazima usimame vizuri, ndio milango ifunguke. Ndio hiyo mlango ifunguke. Haifunguliwi na kifunguo, na haifunguliwi na favor, na haifunguliwi kwa sababu unajua kuhubiri, na haifunguliwi kwa sababu unajua maneno mingi. Inafunguka kwa sababu kuna madhabahu umeinua. Inategemea ni madhabahu gani umeinua, the righteous or the wicked. Kama wewe ni wicked, inakaa inafuga, haifunguki, ama inakufungulia ya wickedness. Kwa hivyo city hata ukiingia, utaingia city ujikute kwa inage. Ukiingia city, utaingia city ujikute kwa bar. Ukiingia city, utaikuta city umesoma huko na degree, lakini unauza karomaido. Umeandikwa kama manager, lakini ukiangalia manager wa karomaido na wewe na watu wa karomaido hamuna utofauti. Na umeandikwa manager ya kulipisha rumu za gono, na huko na degree, master's degree. Sasa unashindwa wadhi yako dhomanike. So these are gates. They can tie you to the position. They can tie you to the area. Baka ukose kufaulu kabisa. So, gate number 4. Gates of nations and governments. Gates of nations and governments. Nations ni kufaulu kwenda, ni utoke hapa Kenya na uende London na ufaulu. Uende UK na uhubiri, kuta watu wamekugoja na unawahubiria. Those are the gates of the nations and the governments. Upate upenyo, uingie kwa serikali ya Ruto na ukuwe na say ndani ya serikali ya Ruto. Governments, you are able to say. Joshua 1 verse 1 inasema namna gani? Wewe hajatoka huko. These people are slow. Joshua 1:1. Asense. Wale watu wanafanyanga kazi ya nini? Mnakumbukaka kupatia ani kagilasi kama maziwa. Najua yako peke yake huko na ni mashini ziko zina wanaweza kuwa melewa. Mashini zimemulika moto ya mashini. Maana makompyuta ziko zinazunguka. Mazile zinaita kwa nini? Amplifier. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, to Moses, my servant, is dead. This is God communicating. Now therefore, arise and go over this Jordan. Arise and go over this Jordan. Now God is commanding. The altar, the gates of nations and the governments are authorized by God. Are authorized. Wewe kuenda ngabo, si ati uko na connection, ni Mungu ata-authorize. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kupata kuenda Australia, si ati wewe uko na connection, ni Mungu ata-authorize. Na aki-authorize, hata wajaribu kukataa huko, hata toka
na hautatoka, utakaa huko. Watakutafutia nyumba, watakulisha, watakupatia kila kitu. Because God has authorized, nobody can reverse it. So the altars, anasema, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, and you and all these people into the land that I'm giving to them, to the people of Israel. It is an authorization from heaven. The gates of nations. Ndio upate kibali uende ukahubiri Uganda. Ndio upate kibali uende ukahubiri Somalia. Ndio upate kibali uende ukafanye kazi Dubai. Hata kama ni ya maid, you need an authorization from heaven. You have to be given permission by God. Go, arise now, I have prepared. Na ukifika huko, because he has authorized, people will be waiting for you. Hata kama utafanya kazi ya maid, utapata mafanikio kulika mtu anafanya kazi ya CEO that alienda huko bila authorization. Ndio unaona kuna watu wako ngabo, lakini wanaishi ni kama wanaishi Kenya, because they went there without authorization. Walienda kutafuta authorization huko. Wengine walijipatiana wakasema wao ni lesbian. Wengine walijipatiana wakasema wao ni magay. Wengine walijipatiana wakasema wao ni mogeke. Lakini they would have to struggle until the permit of heavenly authorization ifanye kazi. Hallelujah. Kama angekuwa gorofa. Yes, verse 3. Kama angekuwa gorofa. Hallelujah. Every place that the sole of your foot. You see now, because it is an authorization, God is even giving you ahead of you blessings. Before even you reach there, He already amekufungulia milango, because the gates zimefunguka. Anasema mahali utakanyagisha mguu yako, where your foot will tread upon, I have given to you. Already He has given to you. Because you are carrying a mantle. Why you are going to abroad, to America, to UK? Because you are carrying something that is not there. Hallelujah. Why you are being taken by God to Australia is because kule Australia, there is a service you are carrying in you that is required there. And that's when I say, where your foot will tread upon, I have given to you. Just as I promised. You are not going there because you are needed. It's because there is a promise supposed to be fulfilled. Kuna ahadi ambayo inataka kudhibitishwa. Hallelujah. Ndio kwa maana umeingia ndege umeenda. Hauendi kwa sababu unafaa kuenda. Hauendi kwa sababu wewe ni important kuliko wale wengine, lakini kuna ahadi. Kuna ahadi ambayo unaenda ufufili. Kuna kitu unaenda kukamilisha ambacho hakijai kamilika, hakikuwa kimekamilika. Sasa ndio kwa sababu Mungu anakupeleka wapi? Huko ndio uende ukafuge hiyo deal. Tuendelee verse 4. Tumalize hapo. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, to the great sea towards the going down of the sun, shall be your territory. There is a promise. When God authorizes, He gives you a promise, He gives you care, He gives you money, and He gives you favor. Mirago inafunguka na inakaa vizuri na inakaa hiyo nike. Usio. Na ara kali tereke idimwiri. Very serious. Very serious. Ni gate ya city. Gates of what? Nations and governments. These gates, ndio Ruto akuwe president. It was an authorization. Ndio Uhuru akuwe president. It is an authorization. Ndio wewe ukuwe MP, MCA, it is an authorization because of a reason. And if that reason was for 5 years, you can't go beyond there. Hata ukuwe popular na muda gani, ukijaribu kungangana na watu, utawekwa kwa saduku na dunia iishe. Na tukusike. Na tupite hapo parliament tukikuchukulia kama umelalishwa hivi, inaitwa lying in state. Nakaa hivi. Sasa Kibaki ni mnono, Raila ni mnono, Moi ni mnono. Sasa ukikuwa na masikio kubwa na mwili kidogo itakuwaje? And lastly but not least, gates of realms. Gates of realms ni gate ya masafa ya ulimwengu wa kiroho. Hiyo ndio baya zaidi, maana wengi wetu tumeshindwa kupenya.
Tuko hapa duniani, tuko kanisani, tuko tunahubiri, tuko sisi ni maprofeti, tuko na kila kitu, lakini tumeshindwa kupenya katika ulimwengu wa kiroho. Hiyo gate sijui tutaifanyaje, because it's a gate you don't see, a gate you don't touch, a gate you don't know how it is. But you need to understand the calling. What were you called to do? What is your calling? If you can understand the calling, hawezi kumove kanisa moja uende kanisa ingine. Hawezi. If you understand the calling, why God called you, hauta move from one pastor to another pastor, because you need to engage on the calling. Because the calling will engage you to the spiritual realm that will open a door. That calling, you don't need. Ati ndiraumira kwa kanitha ka wari inge, ndathi kwa kanitha ka mwaniki, ndathi kanitha ka ujwang. That you're wasting your time. If the realm is locked, it's locked. And maybe hapa ndio ulikuwa umeambiwa kaa hapa utrainiwe mlango bigu ifunguke. Kwa sababu nimeona watu wengi wakifunguliwa hapa. Watu wengi wakifunguliwa hapa, wengi wamefunguliwa. Hivyo tu bila kuuzwa inafunguka. So there is something that is related na the realm with your discipline and your patience. You must be patient. Because in the book of James chapter number 1, James chapter number 1 verse 2. Give me James 1 verse 2. Oh, give me first Revelation before you give me James. Revelation chapter 4 verse 1. Revelation chapter 4 verse 1. Dida kwaona nyemu horerete wega uguo. Ndira muhutia hari aho. Ginya uyu akahorera. Na niguo kiherehere. Lakini siku hizi ameweza kukuwa na discipline. Mama ameweza kutulia. Alitaji tu kutulizwa vizuri. Ni kiherehere, najua anadirigi na mashokora. The calling, ndio tunasema it opens you door. Anadirigi na mashokora. Sasa ukidili na hawa watu mashokora, you need to be a little bit high. Maana hawa watu wanamuitaga mama. Si unaona anakujaga nao hapa. Hawa watu wako na guru, wako na bagi, wako na kila kitu. Sasa huyu mama ukiangalia siku nyingi akikuja hapa, kama ametoka hapo, unaona hayuko stable kabisa. Ni mureu, da guru unajua ukismeli guru hauhitaji kuvuruta, unahitaji kusmeli tu kidogo. Na kwa sababu mwili yake na damu yake haina uzito wa kubeba guru. Mama akikuja hapa na kujaga na sasa. Niliingia hapo kanisani wanawake wakaanza kuniangalia vibaya. Niliingia kwa ofisi yako wakashindwa. Kumbe God is a God of unashindwa sa God of greatness na kuingia kwa ofisi na mama kuangalia, unajaribu kuconnect, unaona uconnect. Sasa unampenda tu hivyo. Unajua ni guru inafanya nini? Kazi ndani yake. Unampenda maana the call etairoke, the calling imempeleka kwa guru. Sasa ukikosa kumuelewa calling yake, ukosa kumunderstand, ulemo kuwaga mahitia wewe. Ndio umudhe soba. Unaona ametulia, hakupitia huko, amekuja straight. Alifika hapa Sabini, alikuja straight. I wish angeingia huko, alafu niongea hivyo naongea. Ungemuona amesimama already na amesa kubishana na mimi. Maana guru inamwambia wewe waachana na mtumishi. Kwa hivyo mumunderstand ne guru irutaga wira. Na utodo hiyo ni calling yake. Na todo wewe ndugu usagia ali mutingehota na. Bwana Yesu asifiwe sana. At this point I had another, that's Revelation chapter 4. At this point I had another vision and saw an open door in heaven. At this time I had another vision and I saw an open what? Door in heaven. So you must be in a realm for you to see the door. For you to see the heavens opening, you must be in a special realm. You must be in a special space that is not others. Yani you see things others are not seeing. Hivyo tunaona huyu ni guru, nyinyi amuonagi hivyo. Nyinyi muonaga tari arrogance yako roho nayo. No, ni nyonaga ni guru. Ni guru because I am in another realm. Bwana asifiwe sana. I saw the open heaven and the voice that sounded like a trumpet. So this you start now, you start hearing, unakuwa kazi yako ni kusi. You stop. There is a, when you are in the spiritual realm, you stop hearing, you become a seer. You start seeing things that people are not seeing. Kama sasa nilikuwa kule nilikuwa kwa ofisi yangu. Nimekaa hivyo. All of a sudden nikasikia kuna kitu wrong inafanyika. Kutoka nikakuta anaitwa nani? Ako hapa mama Eda. Bidha. Nikakuta Bidha ako kwa simu.
wengine wote wana worship. Kila mtu was worshiping, yeye yako kwa simu. Na si mara ya kwanza, ni mara amezoea, nikamzoea. Haigianagi na worshipers wa hapa. Hasikiagi wakimuigia. Because ako katika dunia ingine, ako in another realm. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumwambieni hiyo kitu imtoke. Because that is wrong. Nilichukua simu yake na sitamrudishia. Na kama hakuna polisi yako nayo, aende aripoti nimemnyang'anya. Utaulizwa kwa doro ulikuwa umeenda kufanya nini? And the first, listen, after this I looked and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I heard speaking to me like a trumpet said, come up here. I will show you what must take place after this. Turudie kwanza, mwelewe vizuri. There's a language I want you to understand. After this I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the vast voice, vast kusikia, which I had heard speaking to me like a trumpet, said, come up here. I will show you what must take place after this. So when you are in a spiritual realm, it reveals to you what is about to happen tomorrow. It reveals to you what is happening around people. It reveals to you what is going on. Hata ukiwa kitu inaenda kufanyika kesho, you will know. Kuna mtu anaenda kukufa kesho, you know. Kuna kitu inaenda, kuna blessing inakuja, you know. Nikikwambia God bless you, just take it to the bank. God will open a door for a financial door for you. Just take it because nimeona. Mimi siwezi kukwambia kitu hivyo. Siwezi because I have not seen. Nimeondoka kwa hiyo ya kusikia. Sasa naonyeshwa. Huyu anaenda kubarikiwa. Huyu mlango. Kuna mtu anaweza kuja nipatie story na mwambia dioje terena haunediroka. Nimemaliza story yako. Maana nimeona giza. Nimeona nini? Nimeona nduma ndani ya giza. Sasa unaona nakwambia tu fanya nini? Because sina cha kukwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama niko na cha kukwambia nitakwambia. Na utabarikiwa. Come up here. I will show you what must take place after this. Verse 2 please quickly. Verse 2. Edi kweli kalava tarairia. At once I was in the spirit. At once I was in the spirit. And behold, a throne stood in heaven. You see now, even the throne is witnessed to you. With one seated on the throne. A throne with another seated on another throne. You start seeing things that many people can be able to see. You see things that are unrecognizable to people. Vitu naviona tu, vitu havieleweki. Verse 3, vitu havieleweki, vitu vindu vichenjanga. Unakaa katika maisha yako peke yako. Unaambia watu hii kitu inafanyika. Kama siku ile tulienda Nakuru, niliambia pastor mwingine hapa, mama anaitwa Mary, rafiki ya nani ya sese. Nikamwambia kuja tushikane mikono tusimamishe hii mvua. Nikaona venye tumeshikana ni kama naona ni aibu, nataka kuleta nini? Aibu hapo. Maana mvua ishamwagika na imemwagika. Sasa unasema kwanza, alafu ananiangalia, anaona mugeke. Maana tulikuwa tunahubiri na yeye, lakini anaona nini? Mugeke. Sasa alishindwa mugeke inaweza kusimamisha mvua namna gani? Mimi tulikuwa kwa tent tukaomba, nikaona hiyo, hata nilisikia sauti kaniambia hakuna mahali imeenda, wewe enda pale mbele, niko na wewe. Nikaenda nikaitisha wetuva microphone, nikamwambia wacha tusimamishe hii mvua. Nikaambia mvua simama. Silisimama. Lakini kuna ujinga nilifanya. Niliambia mvua usimame mpaka wakati tunaenda kumaliza. Katika karatasi ile ya serikali tulikuwa tumeandika tutamaliza saa ngapi? Saa 12. Immediately saa 12 kamili. Kulingana na karatasi. Nilijaribu kuongea mimi. Mvua ile ilinigonga. Na ilikuwa inamwagika mvua ya maziwa. Mwagika chini. Ilinigonga mpaka nikashindwa kubreathe. Ilibidi nibatie na microphone. Nilipotoka kwa kiwanja naye kasimama. Ilikuwa tukuliondoa, maana kuna kitu nilisema kinyume. So you operate in a spiritual realm that not many can be able to understand you. You operate in another world ambayo sio ya kawaida. Unakaa ni mtu ni roho.
unakaa ni mtu ambaye ni spirit. Unakuwa na mtu lakini unapotea. Haleluya. Unakaa na mtu, unapotea tu, hakuoni. Wewe uko hapo unamuona lakini yeye hakuoni. Unapita hapo, watu unafikiria uko lakini hawakuoni, because una transformiwa, una change, unakuwa spirit na unakuwa kitu kingine na unaenda. Ndaka wake na tade spirit. Unajua coincidentally, mliona ile ka video tulifanya hapa ya Ruto na kwenda Murang'a. Mliona hii ya Thigira. Na mbona mcommenting? Mko muhiana wa andu riri. Commenting hata kidogo. Sijai kuona ukicomment. Kama nani? Inaitwa nani? Boy Sowara. Wewe una commenting? Sijawahi. Sometimes comment unanipatia morale. Naona watoto wangu wananipenda. Unyo na gaduriri na huko ndio maraka. Mpaka uga, this a prophecy is used by God. This is a man of God. Adero ni adu anago kumata ginya makaga na huko ndio marauga. Ashirika ako taruto huyo. Hawezi kucomment. Hawezi. No kagoko. Afasto. Kaya korathime. Kaya kodete muno. Na ugoreresha hiyo mune. Ngogorera. Mabesi kana. Waserena. Kaka cappuccino gakombe kara kaigana okara kara waje kate kara kaigana ogo kama agirigere na tabutha ithatu cima ngiri imwe na magana manana. Tabutha ithatu wana siweza arauria te yani kuhebesha wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. And he who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow that had appearance of an emerald. You see now, this man was not seeing things that were being seen by others. This man was seeing from a realm that is different. That is why sometimes hata tunaweza kuwa na nyinyi hapa mnaona nimepotea, lakini niko wapi? Umogeshia niko juka. Kwa kuna mama wengine walikuwa wananikuchukia pale maji ukagera hale pale. Wakanise Kenya na ni marafiki hawa tu wangu. Wakanise Kenya wakaongea baya, walikuwa naongea matope pale. Na mimi kumbe nilikuja nikakaa hapo. Wakaongea matope. Nikatoka nikaenda nikakuja nikashika microphone nikaongea venye walikuwa naongea. Sade nyingine sikuwaona hapa. Walipotea because you are not operating on the same realm na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's the gates of the realm. May God bless you for that. Leteni sadaka. Leteni sadaka. Na sitaki ile mnatoaga mtoe pesa mingi. Ni mwisho wa mwezi tunalipa rent. Na tujalipa stima, tujalipa maji, tujalipa nini. Yes. Na wale waliniahidi pesa ya kujenga. Wako wapi? Sijaona pesa yenu. Kuna wale wamenipatia. Nini unakodoa macho hapo? Hebu fungua hapo. Fungua pale. Wewe kijana wewe ufungua pale. Vuruta ile. Ni wewe naongelesha tigana yake. Kitu kama wewe ndio naongelesha. Kuja kujifanya hapa ati sikii vizuri. Vuruta hiyo. Vuruta. Yo karo hole. Tadi ndio ke hau. Asense ni oi. Asense tena ni amera Kenya mugeke. Inua basia yote. Angalia. Kujua hivyo maana unarudisha. Si unaona? Tumejeka. Tumejeka huko vizuri. Huko ni maofisi zote zimeenda mpaka chini. Kale ka huko tutangang'oa watu waende huko. Tuanze operation huko. Sasa tuko serious. Now I'm serious with the ministry. Now it is planning. Lakini makwekwe bado naendelea kung'oa. Bado kuna kwekwe kadhaa zimebaki, lazima ziende. Sikubeberesa, lazima kumwambia tafadhali umagoko. Goko tikuagire ni gukorori. Thina haha mapepo kana uthi wa kioko.
Kigera wothe kiariwe. Sadaka. Leteni. Simameni mulete sadaka. Ani ndahuja na hinyo wa ndecia ni muko. Leteni kwa mikono yangu. Nataka nilepatie hiyo kikapu. Hii ni ya nini? Murienda na bahasha. Wale wa bahasha leteni kwanza bahasha zenu. Wale wa bahasha. Okay. Yes, ni ile sacrifice ile ya bahasha. Haya dora kate. Ando gethire ki andu aingi muno. Turithie andu. Marakuona ugethio ugo makana riu. Oya ni apostle. Riu metereiro makoka korora matu. Kani ayana apostle. Marari korora ka Elizabeth. Marakora matu matiratwarana. Akora ma Elizabeth matu maina mete na theta makiria. Tama amuikaba. Nikiora hai habari yako. Bahasha, naitisha bahasha. Alafu mulete sadaka. Yes. Nataka kuziombea hizi. Watu wa bahasha wale walichukua bahasha ndio naitisha. Bidhe lete bahasha yako. Ndio hii ya bidhe. Yes. Dedication. Yes. I'm waiting for bahasha zote. Habari yako. Bahasha. Mtu alibeba bahasha, lete bahasha. Hakuna mwingine? Ujaweka? Na utaburukie na utidugame koja wana kaya taibete. Yes. Mwamori. Na unione kwa ofisi. Niko na message yako. The sacrifice. Okay. Sacrifice. Yes, mommy, how are you? You're doing well? Thank you. None ya gucoka kana ni ya gukira. Utolea sacrifice kulala. Simameni kwa miguu yenu. Ninakuabudu Baba na kushukuru. Nainua hii kama dhabihu. Kwa sababu ya milango hii ambayo ilifunguka katika maisha ya hawa watoto. Milango ambayo ilifunguka ya kufunga maisha yao, ya kufunga njia zao. Wamekosa mwelekeo. Lakini leo wamepata kuelewa kuhusu the battles of the gates. Wameelewa kwa kuingia city kuna mlango wa chuma. Wameelewa ndio kupata upenyo kuna mlango wa upenyo. Wameelewa ya kwamba kuna milango tofauti ambayo wanahitaji kuipita, kuivunja, kufaulu kuipita ndio waweze kufaulu. Na ninawainua mbele yako. Nainua dhabihu hii kama vile Abraham alivyoinua dhabihu mtoto wake alipompeleka kule Moria na akapania kumchinja. Alipoinua kisu kumchinja, ukampatia mwana kondoo nyuma yake. Kisha ukamwahidi, kwa sababu hakuzuia mtoto wake, ukamwambia kama nikubariki unaenda kumbariki. Watoto hawa hawakuzuia hisia zao kwako. Wamekuja mbele zako kuomba milango hii ambayo ilikuwa imefungwa ikaweze kufunguka. Kuomba ya kwamba kuna gates nyingi ambazo wamezipitia. Maisha yamekuwa magumu ndani ya city. Huduma zao zimekuwa ngumu. Marriage zao zimekuwa ngumu. Kila kitu wamejaribu kukiguza hakifaulu. Kwa sababu kuna kitu ama vitu vilivyozuia. Hii leo Jehova, na kuinulia dhabihu hii. Kama vile Solomoni alivyokuinulia dhabihu kisha ukamtokelezea. Ninakuomba Jehova, ukatokelezee watoto hawa kwenye ndoto zao na kwenye maono yao na kwenye maisha yao. Kutoka leo, reveal yourself to them that they may see you, they may hear you, they may see a vision of an angel guiding them. That from today, God, reveal yourself to them. When you revealed yourself to Solomon, you revealed yourself to Abraham, you revealed yourself to Gideon. Ukawatokelezea hawa na ukawapatia ahadi. Ahadi ambayo ilibadilisha maisha yao. Wacha na maisha ya watoto hawa kutoka leo na ikabadilike
maana wamejielewa na wamejua. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. So leteni sadaka sasa hapa, wekeni hapo, then worship. Tuendelee, tutarudi saa 9:45. No, saa 9:45. Yes, 3:45 exactly nitakuwa nimeshika microphone. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako. Excuse me kidogo. Kuma na Matega. Wako wapi hawa watu wa Matega? Itega. Na niliwaomba tu, si kwa ubaya, ni kwa uzuri. Musilete vitu za shaba, musilete vitu za usiende kununua ulete. Wewe weka, ibadilishe, uiite pesa uniletee. Sio tina nataka kubadilisha venye mnajua, lakini kuna sababu. Kuna vitu vinaletwa vimefichwa. Afadhali tulete pesa, tutaiweka hapa, tutaiombea. Sasa ukileta cabbage, na hiyo cabbage umeiduka shidano. Na nitakula, mimi napenda kukula sana. Habari yako? Sasa unakasirikia mimi? Jaribu kunikasirikia, utaona moto. Na kuambia na kuahidi, kukuonia mwaki utaliona. Jaribu kunikasirikia. Yes. Tadiri na wewe vizilivyo. Sio kama zamani nilikuwa na chaka na nyinyi. Nitakushughulikia mpaka ukoze kuamini. Yes. Nuna togoria. Who is your leader? Yeah, chukua zote. Alafu mutakuja hapa. Mutulie maruhade muhoere. Kujeni. Ndimurathimithie. Eno ne timu Rehab. Timu hiyo ingine Deborah, pigeni magoti tu hapo, nataka kuwaombea. Tukamake no kodo turagiare. Mothe ni ugoturia. Nyitana imoko. Mundu ni anyite moko rioge. Wakodo kota guturia komande. Shikaneni tu mikono. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu muumba wa mbingu na dunia. Ulikuwa na Musa walipokuwa katika hali ngumu, maadui wako nyuma na mbele kulikuwa na mto mkubwa. Wakalia machozi, maana waliona ni kama wataisha. Lakini ulimuuliza Musa, ni nini umeshika mkononi? Akakwambia ni fimbo. Ukamwambia iguza maji na kutakuwa na ukavu. Na immediately alipoguza maji, kukakuwa na upasuko, ukapasua bahari. Na kuomba Baba ukaweza kupasua bahari ya watu hawa. Wamekuwa katika ugumu wa maisha. Wameleta dhabihu hii kama matoleo yao ya kwanza na dhabihu yao katika madhabahu haya. Na kuomba Baba madhabahu haya yakuwe msaada kwao. Wameinua madhabahu ya kwamba kutoka leo wangetaka kutumika katika madhabahu haya, na wametumikia na wamekuwa kitumikia. Na kutoka sasa kwenda mbele milango yao ikafunguke, njia zao zifunguke, wapate kibali chako na kibali cha dunia. Na udogo ambao tumeukanyaga ukubaliane na wao. Uwapatie kila kitu ambacho wanakihitaji. O earth, O earth, O earth, hear the word of the Lord, that these people are going to prosper. These people are going to be powerful. These people are going to be successful. These people are going, their gates will open. Hata ijalishi ni geti gani, aiwe ni ya chuma ama ya bao, itafunguka. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Mwaradi mokera leo. Mirago yanyu mwathi na leo mumenya na inywe. Mumebarikiwa. Thank you. Kuna mtu wako na personal, kitu personal. Dhabihu personal, kitu angetaka tuombe. Ijapo tutaomba hiyo ingine, lakini if you have something and maybe you want to go, come over. Uko na dhabihu, uko na mchanga, uko na kitu ungetaka tuombe. Hakuna? Thank you. So, and now may the grace
fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Thank you very much. God bless you. Wamama Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV,